kusherekea, kwa sababu ni vizuri kusema ni kusherekea hata kama tunaomboleza. Kusherekea maisha ya rafiki yetu, ndugu yetu marehemu King'ori Mwangi. Mimi nilipata nafasi ya kujuana na yeye nikiwa bado kijana, na yeye akiwa OCS eneo la Pwani ambapo linaitwa Bamburi, na tukakuwa marafiki. Siku hizo hata siasa tulikuwa tunaelewa siasa ni nini, na tulikuwa na haja nazo, na tukapelekana namna hiyo mpaka akaenda upande ya Malindi. Alikuwa ananiita wakati mwingine na mwingine, yale alikuwa ananiitia sitaki nitaje hapa, lakini tulitembea pamoja na tukakuwa marafiki mpaka nikaingia serikali, na tukaendelea hivyo, tukafanya kazi pamoja, lakini urafiki wetu haukuisha. Na mimi nataka kuungana kwanza na wale wote ambao wamesema ya kwamba King'ori Mwangi hakuwa rafiki wa leo ni rafiki, kesho hakujui. Akiamua yeye ni rafiki yako, ni rafiki yako, kwa uzuri, kwa ubaya. King'ori Mwangi alikuwa mtu wa kukuambia ukweli. Kama kuna kitu ambapo alikuwa anaona hii haiendi sawa, hakuwa anajali kama wewe ni mkubwa ama mdogo, anakuambia ukweli wake. Na ndipo wengi alikuwa na wakaanza kuinterpret ati alikuwa mtu arrogant. He was not arrogant, but he spoke truth to power always. Hata wakati nilikuwa rais na yeye alikuwa mkubwa wa operations kule kwa polisi, tukimalizana kuongea na wakubwa wale wengine, kama anaona kuna kitu ambaye haingiani, naona simu jioni ananipigia, sasa hiyo sio rais, anasema ndugu yangu hapo umepotea. And he would do it. Wengine wanauliza huyu amepata habari wapi, lakini nilikuwa najua mtu wa kunipatia habari. Wakati hapo mapema mambo yalikuwa magumu, na nilisikia rafiki yetu Loita akitaja juu. There was a time when things were very difficult for some of us. King'ori Mwangi did not hesitate. He was there, better than any lawyer I could ever imagine. Alikuwa anajua hizo masheria inside out, guiding us all the way through mpaka tukamaliza hiyo process, na tukaimaliza successfully. And I will never forget King'ori Mwangi for the role he played in that particular most difficult time. Pia wakati wa kuandika katiba hii mpya, we were together with King'ori Mwangi as he focused on the drafting of the chapter that led to the creation of the Police Service Commission. King'ori Mwangi was very instrumental. Again, he had no sides. He would lobby us who were at that time in the government under the leadership of President Kibaki, but at the same time, and in equal measure and in equal passion, he would also lobby the other side, because for him what was important is to get a police service that was fit for purpose and that would serve the country called Kenya, a country he loved and served to the very end. Na hii ni mambo machache tu ambayo tunaweza kutaja hapa juu ya rafiki wetu. Na mimi nataka kusema ya kwamba leo hii, without fear of being
told we are not speaking the truth without fear or favor. Kenyattta Mwangi was a true son of this great country called Kenya. A country he served and continued to serve even after he left service in many different ways. And consistently wanting to know what was happening, what was going on in all facets of life Kenya. So it is not only you as a family who have lost a father, a brother. Mchungaji Dr. Samau kutoka kanisa la PCA Nairobi West. Ingawa kanisa la ibada hii Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Dr. Sirgadi ni katika parokia ya Nyeri. Ikiwa ni hivyo basi, asante kanisa kwa kutuongoza kwenye ibada hiyo ya kufuta majonzi familia ya mpendwa na aliyekuwa tatu kwa amri ya Inspector General Kenyattta Mwangi. Mheshimiwa Naibu Rais wa Jamhuri ya Kenya na Mheshimiwa Daktari Dr. Sirgadi, Gavana wa kaunti ya Nyeri Mutahi Kahiga, Waziri wa Utumishi wa Umma Moses Kuria, Katibu wa kudumu katika Wizara ya Kawi Alex Washira, Naibu Inspector Generali Douglas Kanja, Seneta katika kaunti hii ya Nyeri wa Matinga Wahome, mbunge katika eneo hili tulipo Tetu Geoffrey Wandeto, na vile wabunge wote ambao wamefika mahali hapa kutoka kote nchini, viongozi wote walio hapa, familia, kanisa, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Naibu Rais, sote tunashukuru kukuona hapa pamoja na Mheshimiwa Daktari Dr. Sirgadi kujiunga na familia hii na kuwafuta majonzi na kuleta kuongoza wananchi hapa kwa risala za rambirambi. Ikiwa ni hivyo basi, Mheshimiwa Naibu Rais, na ukiona inafaa, ningependa kwa heshima kuu na unyenyekevu mkuu kumpa nafasi ambaye ni Naibu Inspector Generali Douglas Kanja kutoa ujumbe wake wa risala kwa niaba ya huduma hii ya polisi ya kitaifa. Karibu Naibu. Karibu hapa Naibu. Thank you very much. Our Deputy President, Rigathi Gachagua, the Second Lady, Pastor Dorcas Gachagua, the Governor, Nyeri County, all the political leaders present here with us, senior government officials, the presiding church, Nairobi West PCA, senior government officials, including senior officers and officers in uniform from the National Police Service, together with us here, the family of the late brother Kenyattta Mwangi, all those present, good afternoon. Good afternoon once again. I stand before you representing the National Police Service, and also representing my boss, Engineer Javeth Koome, who is the Inspector General of the National Police Service, and at the same time, representing the National Police Service Commission, who are to be with us here today, but engaged elsewhere. Maybe just to start with, because a lot has been said about our late brother, Kenyattta Mwangi. We ourselves have worked very, very closely for many years. And Kenyattta Mwangi, as has been said by the earlier speakers, it is true. That's exactly what he has done. He has done a lot for the National Police Service and for this country of ours. But the most outstanding of all is that when he was amongst the delegates who are to come up with a constitution that is guiding us now, we had agreed that as a police service, we required a commission that can be able to address the interest of the police. Because we felt that when all of us we were in
Public Service Commission, the wider Public Service Commission, probably our issues, our welfare as uniformed officers were not being addressed well. And we thought that we can get a commission that can be able to champion our welfare. King'ori Mwangi was the person that represented us as a delegate from the police service. And I'm grateful, and all these officers who are here are grateful that we did get a commission. We have a commission here today with us, a commission that is supposed to champion our welfare, because you are aware that the police don't have unions, so they are represented by the a commission at the government itself. So King'ori Mwangi did a lot for us, but that one is outstanding, and forever we will remain grateful to his deeds. And we say a big thank you to his family, because you allowed him to represent us strongly. And right now, we have a commissioner with us. In the interest of time, let him go straight to the eulogy, the condolence that we have on behalf of our National Police Service to the children of the late Mr. Sakari King'ori Mwangi, retired Senior Assistant Inspector General of Police. The late Sakari King'ori Mwangi, retired Senior Assistant Inspector General, I have learned with profound shock and sorrow the death of your loved dad, which occurred on Sunday, the 11th February 2024. According to police records,